Mtu mmoja akawa ananiataki, huyo unajua, huyo anajua tu majini. Ni kweli nayajua majini, lakini Mungu aliniruhusu niyajue majini ili niweze kuwasaidia watu wangu kirahisi. Ndio maana ukifika hapo tu unaanza kuongea na mimi, naelewa unataka nini hapo, kwa nini umekuja. Najua kwa nini, kwa sababu tayari nishapitia mimi mpaka level ya 170 ya majini. Najua mtu anarogwaje, najua jini anaitwaje, najua jini anakula nini, anavaa nini, anakaa ni kila kitu najua mtu anarukaje, najua mtu anafungwaje, ili asizae anafanywaje, ili asipate hela anafanywaje, ili awe mtu vile vile miaka nenda miaka rudi, kila anachokipata kinapotea anafanywa nini. Lengo la kujua hayo yote ni ili Mungu akikuokoa usipate shida kufanyaje, ya kuwasaidia watu wa Mungu. Ndio maana Paulo mtume, Mungu aliruhusu afanye mauzauza. Alikuwa anaua watu jamaa, alikuwa anatesa kanisa, lakini Mungu aliruhusu hayo yote ili, naangalia sasa, ndiyo mtume pekee aliyeandika vitabu vingi kuliko mtu yoyote katika hichi kitabu. Huyo mbaya, Mungu anamfanya kuwa great, anamfanya kuwa bora, anamfanya kuwa wa juu, anampa thamani. Iko hivi, mtu akiwa muasi sana huwa anakuwa mzuri sana kwa Mungu, kwa sababu penye dhambi nyingi pana neema nyingi. Nataka kutumika, sio Mungu ndo anataka atumike. Kuna utofauti wa kusema mimi nataka kutumika, alafu kuna utofauti wa Mungu ndo anataka wewe utumike. Asa mimi sikutaka kuiacha Uislamu, sikutaka kuacha msikiti, mimi sikutaka kuiacha kanzu, no, sikutaka kuiacha Qur'ani, wal Qur'anil Hakim ala suratul mustaqim tanzila al-azim, no, sikutaka. Nilikuwa napenda kabisa nifie kule, lakini Yesu anasema utahubiri ninachotaka mimi. Kwa hivyo ni vitu viwili tofauti. Kuna ile mtu unataka, alafu kuna kile Mungu anataka. Sasa ukishindana na mtu ambaye Mungu ametaka, haushindani na yule